Hey guys, ni mara nyingine tena katika channel yako pendwa ya Phone Swift, na nilichokuandalia siku ya leo ni jinsi ya kutengeneza Google account kwa kutumia simu yako ya mkononi. Katika dunia hii ya science na teknolojia, Google account ina umuhimu mkubwa sana, ukiachana na ile kuweza kufungua ili uweze kupata kutumia Play Store ama kuweza kutumia YouTube. Vile vile Google account ama Gmail ina kazi vile vile kama kustore picha zako, video zako ama hata majina yako ya simu. Vile vile upo uwezekano wa kustore katika Gmail account, na sio hivyo tu, pia Gmail account tunatumia kwa ajili ya kupostiana ama kuchati na mtu, kuzungumza na mtu kwa message, kwa picha, kwa video na kadhalika. Yote hayo kwa pamoja ama moja kati ya hayo una uwezo kufanya pindipo ukiwa na Google account ama Gmail. Na tunashauri kwa wale ambao wanatumia Gmail kuweza kuhifadhi Google account zao ama Gmail zao pamoja na password maksudi, kwa ili kama utabadilisha simu au kama utabadilisha kompyuta kuweza kutia Google account yako ile ile na kuweza kufanya kazi ama kurudisha data zako zote ambazo umesave katika Google yako account bila kupotea kwenda sehemu yoyote. Na sio vizuri kwa mtu ambaye mfano unatumia simu kuweza kubadilisha Google account pindipo ukibadilisha simu mpya. Yani watu wengi hawajui Google account zao wala hawajui password zao, kwa maana kila anaponunua simu mpya anatia Google account mpya na password mpya. Hiyo hatushauri kuwa nayo, na tunashauri kuweza kuwa na Google account pamoja na password yako moja tu. Pindipo pale ukibadilisha simu au ukibadilisha kitu chochote kile, basi una uwezo wa kurejesha data zako zote kupitia Google account yako hiyo moja, na vile vile una uwezo wa kuwa nayo zaidi ya moja, lakini zote hizo unashauriwa kuweza kuzijua Gmail zako na password zake kwa ujumla. Shout out kwa Hasa Electrical. Hawa ni mafundi wa umeme ambao wana deal na umeme wa nyumbani kwako. Kama unahitaji mafundi wa umeme kuweza kukufanyia wiring na huduma zote za kiumeme ndani ya nyumba yako kwa bei nafuu, basi watafute hawa Hasa Electrical kuweza kupata huduma zao nzuri kwa bei nafuu. Hasa Electrical, umeme kidigital. Okay, kwa kuendelea mbele na mada yetu, jinsi ya kufungua Gmail account au jinsi ya kufungua email. Kwanza kabisa unatakiwa kuingia katika setting ya simu yako. Then moja kwa moja utaenda hadi sehemu iliyoandikwa account and backup, utaingia. Then utaingia sehemu iliyoandikwa manage account, na ikifunguka itafungua katika mfumo kama huo, na utakuja chini kabisa kwa sehemu iliyoandikwa add account, utaklik. Then itakuja kama hivyo, na unatakiwa kuingia sehemu iliyoandikwa Google, utaklik. Itakuja katika mfumo kama huu. Hapa kidogo utaacha isubiri kwa ajili ya kuingia. Yes, baada ya kufunguka inaonekana kama hivi. Hapa inakwambia kwenye box imeandikwa email au phone, alafu chini kabisa imeandikwa create account. Utakliki hapa create account. Itakuuliza for myself or for manage my business. Sasa mimi nitaweka for myself, yani kwa ajili ya mimi mwenyewe binafsi. Itakuomba kuandika jina lako la mwanzo, first name utaandika. Kwa mimi nitaandika phone. Jina la pili nitaandika Swift. Then ukimaliza kuandika jina lako unataka uta next. Hapa itaomba tarehe yako ya kuzaliwa, mwezi na mwaka pamoja na jinsia yako. Vile vile nitaweka tarehe, nitaweka tarehe 1, mwezi nitaweka April, vile vile mwaka nitaweka 2000 kwa mfano. Katika gender yani jinsia nitaweka male, yani mwanamume. Then nitaklik next. Hapa Google wenyewe wameniwekea zile email ambazo zinapatikana kulingana na jina ambalo nimeweka. Mimi niliweka phone juu, alafu jina la pili niweka Swift. Kwa hiyo wao wameniwekea phone Swift phone 050@gmail.com. Sasa mimi hapa nitachagua hii phone Swift 651@gmail.com. Au kama utakuwa hujapendezeshwa nayo unaweza kuomba nyingine kwa kubonyeza huko chini, ambapo na mimi nitabonyeza pia. Hapa mimi nitaandika phone. Hapa una create ile account ambayo wewe unaitaka iwe. Kama itakuwa haina mtu, basi Google watakupa. Nitaandika phone Swift
PhoneSwift 77. Wewe unaweza kuandika vyovyote vile ambavyo unataka, lakini ikiwa hiyo email haina mtu basi Google watakupa, na ikiwa hiyo email itakuwa ina mtu basi Google watakutaka kuweza kuchagua account nyingine ambazo wao watakuwekea. Nitabonyeza next. Kweli account wamenipa kwa sababu haina mtu, na then itafunga kama hivi na kukuomba password. Mimi nitaweka password zangu ambazo nataka. Nitaweka 77 Swift 77. Ni vizuri zaidi katika password kuweza kuchanganya nambari na herufi. Alafu ukimaliza utabonyeza next. Itataka kuandika phone number kwa maana namba zako kama utahitaji. Kama utahitaji utabonyeza skip. Baada ya next utabonyeza skip. Tayari account yangu imetengezwa, PhoneSwift77@gmail.com. Uta next. Hizi ni protocol ama sheria na kanuni zote za YouTube kuhusiana na masuala ya Gmail ama account ya hiyo ambayo tumecreate. Utakubaliana nayo yote, you agree, na itaendelea kufunguka kama hivi unavyoona. Tutasubiri kidogo kwa ajili ya kuiruhusu kuweza kufunguka. Yes, account yangu tayari imecreatiwa. Ni hii hapa unaiona PhoneSwift, na hizi nyingine unazoziona hapa nimezificha kulingana na unaita usalama zaidi. Nimezificha kwa maana hii inayoonekana hapa ndio account ambayo nimecreate. Na kama tulivyosema pale mwanzo kwamba ni vizuri zaidi kwa account yako ya Gmail ama Google account yako kuweza kuihifadhi, kwa maana uweze kuhifadhi password yako, uweze kuhifadhi na hii email yako. Kwa mfano email yangu ni PhoneSwift77@gmail.com. Password yangu ni 77swift77. Kwa maana zote hizi mbili, kwa maana hii email pamoja na password yangu zote mbili natakiwa kuziweza kuzihifadhi na nisizisahau kamwe, kwa ajili ya kusevia. Mfano kama nitakuwa nimesave data zangu katika email yangu kuweza kurejesha pindi kwa nikirejesha email, na siwezi kuja kurejesha email katika simu nyingine ambayo nitatafuta, ama katika simu hii kwa mfano nimerestore kila kitu kuweza kurejesha email hii, siwezi kuirejesha ikiwa nimesahau password. Asante kwa kuwa nami mwanzo hadi mwisho wa video hii. Pia nakukaribisha kuangalia video zetu nyingine kutoka hapa PhoneSwift.